Miongoni mwa marais waliohudhuria katika siku ya ushindi the Victory Day huko nchini Urusi ni rais kutoka nchini Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore, ambaye alihudhuria katika sikukuu hizi zinazoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 mwezi wa 5. Sasa alitia fora baada ya kutua Moscow nchini Urusi kutoka nchini Burkina Faso katika mji wa Gadugu, ambapo alikuja na private jet, yani ndege binafsi, ambayo ndege hii ukiangalia ni ndege kabisa ya kijeshi kutoka nchini Urusi. Sasa hii inaonyesha ni namna gani nchi ya Urusi inamlinda Kapteni Ibrahim Traore, kwa sababu hizi siku za karibuni tumekuwa tukisikia watu wamekuwa katika majaribu mbalimbali ya kutaka kumuondosha na kumua. Na baada ya kutua katika ndege hii kumeonekana kuna ndege nyingine ambazo zilikuwa zinasindikiza ndege hii, ambazo hizi ni fighter jet za kijeshi kutoka nchini Urusi, ambazo zilitumwa mahususi kwa ajili ya kumpeleka Rais Kapteni Ibrahim Traore nchini Urusi. Wakati akishuka katika ndege alionekana akiwa na walinzi wake binafsi, ambao hao kiuangalia ni vijana kama yeye, kwa sababu kumbuke rais mdogo barani Afrika ni Rais Kapteni Ibrahim Traore ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 36. So ukiangalia hata walinzi wake ni makamu yale miaka 27 au miaka 30, na ukiangalia kwa muonekano wa nje tu wanaonekana ni wadogo, na wote wamevaa kama yeye Rais Kapteni Ibrahim Traore. Na ukimwangalia kiunoni ana bastola yake, so yeye mwenyewe ametimia, anajilinda. Na kama unavyojua Rais Kapteni Ibrahim Traore ni mwanajeshi, so ukisema katika swala la ulinzi yeye ametimia na yuko full set. Hajaongozana na kiongozi yeyote wala mshauri yeyote kutoka nchini Burkina Faso zaidi ya walinzi wake hao. Na baada ya kufika nchini Urusi, unaona alikutana na Rais Vladimir Putin, na ni rais pekee ambaye kukutana naye anasalimiana naye kwa kumpa mkono. Kumbuka marais wengine wote ambao amekuwa kukutana nao anawapa tano, lakini huyu anampa mkono na anaiondoa kabisa bastola yake kiunoni kwa kuonesha heshima. Walikutana naye hapo na kusalimiana, na mambo mengine yaliendelea. Walikuwa kwa muda mrefu zaidi mpaka kwenda kuweka maua katika moto ule ambao huzimiki unafahamika kama everlasting fire kule Vauclin, na kuendelea na tafrija nyingine za siku hiyo ya ushindi. Aidha, Rais Kapteni Ibrahim Traore alikutana na marais wengine kama vile rais wa Venezuela na kupiga naye picha na kupiga stories za hapa na pale. Lakini katika marais kutoka barani Afrika ambao walihudhuria katika sikukuu hii za siku ya ushindi Victory Day nchini Urusi, rais ambaye alitia fora, alikuwa anafuatiliwa na watu wengi, kamera zote zilikuwa zinamulika, ni Rais Kapteni Ibrahim Traore. Wengi wamekuwa wamesema rais huyu yupo sensational, yani anavutia watu wengi. Watu wengi wanataka kufanya naye interview, watu wengi wanataka kupiga naye picha, japo kuna marais wengine kutoka barani Afrika walienda, lakini huyu ndiye alikuwa anavutiwa na watu wengi. Hata rais kutoka Zimbabwe alienda pia katika sikukuu hizi, lakini Rais Kapteni Ibrahim Traore ndiye alikuwa anavutia watu wengi katika sikukuu hizi. Watu kutoka barani Afrika pia na watu kutoka nje ya nchi walikuwa wanatamani kweli kupiga picha na pia kumhoji Rais Kapteni Ibrahim Traore. Kila alipokuwa anatembea kamera zilikuwa zinamulika, kila mtu alikuwa anamshangaa, kila mtu alikuwa anatamani asalimiane naye. Ni yapi maoni yako kuhusu swala hili? Niambie hapo kwenye comment section. Usahau kunifollow, like na share video, itakuwa imetisha zaidi.